Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu kupitia Didas TV. Kwanza nikukaribishe kwa siku ya leo ambayo tuna furaha sana tunapokutana na wapendwa katika vipindi vyetu mbalimbali. Na leo kwa bahati nzuri sana kabisa tumekwenda kukutana na mpendwa mwenzangu hapa ambaye tena ni rafiki, atakwenda kujitambulisha kwa majina yake. Na siku ya leo tumekutana hapa ili kuja kuongelea kuhusiana na masuala ya tax return. Kwa sababu kwa wale wote ambao wanaishi ndani ya nchi ya Marekani wanajua katika kipindi hiki ambacho mara nyingi tunakiita ni kipindi cha mavuno, maana yake aidha msimu wa mavuno. Baada ya kutumika kazi kuanzia mwezi wa kwanza hadi wa 12, sheria ya nchi watu wanapewa zile karatasi za kujaza ili na wewe sasa uclaim, maana yake udai yale malipo yako baada ya kuchukuliwa hizo pesa za mwaka wote ambao ulikuwa unatumikia kazi. Sasa baada ya kuona kipindi hiki kinafika na baada ya kupata taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kwa kuona baadhi ya watu wengi ambao wanakuja kwenye masuala ya kujaza na maswali kuwa mengi, basi sisi kupitia Didas TV tukaona hapana, basi tumwalike moja kati ya wale ambao wanajishughulisha na masuala hayo ya kujaza ili labda tuulizane naye maswali 1, 2, 3. Na pale labda kutakapokuwa na swali labda itilafu, basi utakwenda kuulizia kupitia comment yako. Hii ni Didas TV. Ndugu, karibu sana. Asante ndugu yangu. Ya, labda watazamaji watataka watambue kwa jina, wewe unaitwa nani? Karibu. Asante ndugu yangu, nashukuru na karibu sana kwenye ofisi yetu. Ndio. Ya, hii ofisi ipo barabara ya West Side. Ambapo tunapatikana hapa kuanzia saa 10 jioni ndio hadi saa 2 usiku. Asante sana. Tuko hapa kwa mtu yeyote ambaye atakuwa na uhitaji, tunamkaribisha. Ndio. Kufuatana na swali yako ya kwanza, niweze kujibu kuwa kwa majina naitwa Victor Mwanzo. Ndio. Ila jina maarufu ni Mwibe. Mwibe. Bana jishughulisha na hii kazi ya tax prepare. Asante sana. Ni viashiria gani ambavyo vinaonyesha kuwa huyu ni tax prepare mzuri aidha huyu ni tax prepare fake? Kwa sababu unajua siku hizi tunaona kwenye mitandao ya kijamii aidha kwenye community zetu kila mtu anakuja, mimi nitataxe, mimi nitafanya hivi, njoo ujaze kwangu. Tunataka tujue sisi ambao labda baada ya kupata hizo karatasi tujaze kwa nani ili kujua, na kuna swali gani ambalo tunaweza tukajua sema huyu nikienda kwake huyu ni mtu mzuri aidha huyu mtu sio sahihi. Karibu. Asante kwa swali lako, ni nzuri. Ndio. Yeah, kwa swali lako ni nzuri. Nafikiri wakati niliingia hapa nilikuta kuna neno fulani ambalo mlikuwa nazungumza kuhusiana na theory na pratique. Theory na pratique. Yeah, experience ya mtu, ujuaji wa mtu, jinsi gani mtu ameshika hiyo kazi. Hii kazi ni kazi ambayo inahitaji mtu aende shule. Sio mpaka shule ya kukaa kwenye ubao wa shule ya walimu. Ndio. Unaweza ukakaa na mtu mwenye anajua na uelewa, akakufundisha, akupatia rula za hii kazi, na ukawa mbobezi kupitia experience, ukawa tax preparer mzuri. Ndio. Hivyo kufuatana jinsi swali yako ulivyosema, viashiria gani? Kiashiria cha kwanza ambacho kinaweza ukafanya wewe uende kwa mtu kufanya tax return kwake, cha kwanza ni experience yake. Experience ambayo ana muda gani anafanya hiyo kazi. Ndio. Je, kwenye meza yake huyo mtu ana watu wangapi ambao wanamlalamikia anapofanya hiyo kazi? Kuna vitu vyovyote ambavyo ni vibaya, au kuna watu ambao wanapokea mabarua machafu baada ya yeye kufanya hizo tax? Yeah. So ukishasikia hizo fununu na ukishapata hizo, unaweza kujua huyu ni tax prepare mzuri au sio tax prepare mzuri. Lakini tax prepare lazima ina conditions zake. Ina watu ambao walienda shule wakafunzwa. Baada ya kufunzwa kunatoka zile certificate kama ile iko pale. Unapata ile certificate, unakuwa na pattern number. Ile pattern number inakusaidia wewe wakati unafanya mambo yako. Unafanya kuna vitu ambavyo vinahitaji zile pattern number ambazo utakuwa unaweka wakati maswali chukua iko, unaweka zile pattern number zako ambazo zitakufanya wewe ufungue website yako ili uweze kufanya kazi. Asante. Yeah, kwa hiyo viashiria vikubwa ni experience,
na pata hiyo nafasi ya kwenda shule kujua na kupata hiyo nafasi ya kuelewa kile ambacho kufuatana na haya mambo ya tax return. Kiashiria kingine lazima tax preparer akuonyeshe unapata pesa ngapi. Akuonyeshe unapata pesa ngapi. Tax preparer akuonyeshe na akuelezee umezipataje hizo pesa. Akuelezee amekataje hizo pesa. Na ni nzuri wakati tunafanya unakuepo pale anakuuliza maswali. Kuna hii ni interview, kuna interview usahili anakuuliza swali kwa Kiswahili. Sisi swali zimeandikwa kwa Kiingereza, lakini wakati ndio maana sisi kwenye ofisi ya Babondo kwa sababu tutakuwa tumesoma kwa Kiswahili kwa Kiingereza, nitakapokuja kwako kukuuliza nitakuuliza kwa Kibembe kwa lugha yako. Na ndio maana tumesema tena na biana heshima kwao, lakini tuna faida kubwa tunapokuwa tunafanya hii kazi, kwa sababu utasema utafanya na mimi kazi, nitakuambia kwa lugha yako unaisikia. Nitakwambia hii swali nasema hivi, nitairudia kwa Kibembe ili uweze kunijibu, uweze kuandika vizuri. Ili usije ukapata baadaye matatizo ukasema sijakuelewesha. Lakini huko unakokwenda kwa mzungu ataongea Kiingereza, mzungu Kiingereza. Utakuwa swali ya Kiingereza inatoka kwa Kiingereza na anakuambia yes. Unasema yes, unasema no. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu, mjisikie huru kufika. Tuko hapa masaa 24. Tuko hapa masaa 24 kwa sababu bado tunafanya kazi zingine za barua. Kwa hiyo tuko hapa kuanzia saa 8 saa 10 ya jioni mpaka saa 2 tunafunga ofisi. Kwa mtu kuja kujaza, mfano mimi hivi nataka kuja kujaza, kuna vile vitambulisho halisi ambavyo vinatakiwa. Labda hivyo tungetaka tuvitambue ni vitambulisho gani ambavyo vinatakiwa ili mtu kuja kujaza tax. Asante. Ili kwa kuepukana na matatizo tofauti. Asante. Kwenye nafasi ya vitambulisho ambavyo mtu anatakiwa kuwa navyo, kitambulisho cha kwanza kwa mtu ambaye anakuja kujaza, awe iko single au iko married au iko household, natakiwa cha kwanza awe na social security number, awe na ID, awe na W2 ya kwake. Na W2. Yeah, hivyo ndio vitu muhimu ambavyo yeye anatakiwa awe. Social security, ID yake na W2 yake. W2 ndio ile karatasi ambayo mtu anapewa baada ya kukamilisha kazi yako ya mwaka mzima, unatumia karatasi. Kwa hiyo ambao labda unatusikiliza kwa Afrika unaweza kujiuliza W2 tena njoo nini? Kwa hiyo njoo maana yake. Asante. Karibu. Ya ukisha kuwa na hivyo sasa kama uko na bainde panda, yani watoto ambao utajaza hapo sasa tutahitaji certificate, birth of certificate ya mtoto. Tutahitaji na social security ya mtoto. Na kwa ajili ya serikali kuna vitu ambavyo wanaweza wakaviomba, inaweza kuwa labda card insurance ya mtoto ili kuhakiki siku za kuzaliwa za mtoto, maana kule kwenye ile card insurance card ndio kuna namba tarehe za mtoto za kuzaliwa. Au tukikosa hiyo social security, kwa sababu watoto wengi ambao wametoka Afrika wana zile kadi zao za kuzaliwa. Kwa hiyo ili kupata tarehe zake za kuzaliwa lazima tu na ile card insurance card. Ile inatusaidia sisi kuona na siku za kuzaliwa za watoto. Asante sana. Tunapokuwa tunaongea na wewe mtakuomba kuongeza sauti kwa sababu kama sauti yako kama vile inakuwa chini hivi. Tunataka kwa ufupi tueleze hivi, ni mtu gani ambaye anatakiwa kujazwa kwenye taxes au uhusiano wa anayejaza na anayejazwa ili kuepukana na shida, kwa sababu hapa Marekani tumekuja kugundua kuna mtu anaweza akasema mimi nitajaza, lakini anakwenda kuchukua mtoto wa familia nyingine, labda hakuna uhusiano wote ule na mtu yule, na labda kwa kuepukana na hayo matatizo, kama wewe ulivyosoma, ni mtu aina gani ambaye anatakiwa kujazwa? Karibu. Kufuatana na swali lako, ni mtoto gani ambaye unaweza kujaza? Ni relationship gani ambao uko na huyo mtoto ili kuepukana na matatizo? Unaweza penda kumjaza mtoto lakini hauna relation na huyo mtoto. Haya. Ni kweli ni illegal kujaza mtoto ambaye sio kwako. Ni kosa kisheria, na ni kosa kisheria kujaza mtoto ambaye haumhudumii. Ni kosa kubwa, lakini walio wengi tunafanya hivyo kwa sababu tunapenda hela, yani tunageuka sheria za Marekani, lakini sio vizuri. Sasa kufuatana na swali yako, unaweza ukajaza mtoto wote ikiwa mnakubaliana na wazazi wa ule mtoto. Lakini ni illegal, iko nje ya sheria. Unaweza ukajaza mtoto hata huko hapa New York, Buffalo, unaweza ukajaza mtoto ambaye iko Arizona, patia tu vitambulisho vyake tukavitia system na ukapita na ukapata fedha, lakini ni illegal, ni kosa, kwa sababu huyo mtoto wakisema kufuatilia
watakuomba makaratasi ya proof ya kuonesha ni jinsi gani unamsaidia na jinsi gani unamsaidia mtoto ili uweze kupata nafasi ya kudeclare huyo mtoto. Kwa utajikuta huna nafasi ya kujitetea. Kwa hiyo hapo utapata karatasi na amande juu na kufanya wewe ulipe serikali. Asante. Kuonesha kuwa umedanganya serikali. Kwa hiyo kumjaza mtoto ikiwa kuna makubaliano ya kati yako wewe na mzazi, na ni sheria kama wewe unamsaidiaga wewe mtoto, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo, ikiwemo receipt. Kama unapeleka mtoto shule, lazima kule shuleni wakuandike kama immediate contact. Kule shule lazima jina lako liwepo, kwa sababu wakihitaji utasema mimi nakuwa napeleka kazi yangu kwa mtoto, huwa namsaidia kumpeleka shule, kwenda na kumchukua, kumpeleka na kumchukua. Hivyo huwa namnunulia chakula, funga zile receipt, unakuwa na kitu zile receipt. Asante. Mimi sasa unaweza ukasema huyu mtoto nimemdeclare kwa pesa yangu kwa sababu ninakuaga na namnunulia nguo, wataomba zile receipt za nguo ambazo wewe mwaka mzima umefanya gharama ya ngapi na huyu mtoto umemsaidiaje, ili waweze kupata zile sababu za wewe mpaka ufikie hatua ya kumdeclare ule mtoto serikalini kuwa unamsaidia. Asante. Cha kuongezea hapo ulipouliza kuhusiana na kujaza watoto, mtoto mmoja anaweza akajazwa na watu wawili. Mtoto huyu mmoja anaweza akajazwa na watu kivipi? Watu hao ndio nataka nikueleweshe kufuatana na swali yako kuhusu kujaza mtoto. Mtoto mmoja anaweza akajazwa na watu wawili kwa mwaka mmoja ikiwa huyo mtoto wazazi wake wote wawili wapo, baba na mama, wamejiseparate. Sasa huyo mtoto ameishi kwa baba miezi 6, ameishi kwa mama miezi 6. Baba ana uwezo wa kudeclare huyo mtoto huo mwaka na mama ana uwezo wa kudeclare huyo mtoto huo mwaka, kwa sababu kila mmoja ameishi na huyo mtoto half ya mwaka. Ulikuwa unalifahamu hili? Mambo mengi tutayapata. Kwa hiyo kuna maswali ukitia, kuna swali ambayo inakujaga inakuuliza kama huyo mtoto ambao umemclaim umeishi naye muda gani? Umeishi naye miezi 6. Ni mtoto wako au ni mtoto ni mtoto wangu? Unajaza. Mama naye kule naye watamuuliza huyo mtoto umeishi naye miezi mingapi? Kwa mwaka umeishi naye miezi mingapi? Naye atasema nimeishi na huyo mtoto miezi 6. Ni mama yake. Kwa hiyo mtoto mmoja kwa wazazi anaweza kuklemewa na watu wawili kwa mwaka mmoja, na wote wakapata pesa kupitia huyo mtoto, ikiwa wameishi huyo mtoto ameishi kwa mzazi kwa mwaka. Kuhusiana na malipo, kwa sababu hapa tumekuja kugundua kuna wanaotoa kiwango cha malipo tofauti na watu wengine kwenye kujaza, na wengine hawatoi kabisa kiwango, ila inafikia kipindi, kwa sababu tunasikia kuna karatasi baadhi ambazo labda kwa hao ambao wako na wanafunzi kumbelena wanakuja kugundua kumbe fulani hakukuomba pesa za kujaza, lakini kumbe amekata $400 katika kujaza kwake. Ila kuna wengine anakuambia aseme kujaza hapa mimi ni mfano 200 za 150. Je, swali linakuja, kwa nini wamoja wanaomba pesa na wengine hawataki kutoa kiwango cha malipo? Kuna siri gani hapo? Sawa, kufuatana jinsi umeniuliza, kwanza mimi nitakuonesha hapa mimi ninatumia website mbili. Hii website ya kwanza inatumika na watu Taxwise. Unaona huyu ni mtu mmoja, unaona pesa huyu mtu amepata? Ndio. 2025 hii. So unaona mwaka huu ukifanya mahesabu yako hapa hivi, ndugu yangu, huyu ni mteja wangu mmoja, Federal iweza kumpatia kwenye kesi moja, Federal iweza kumpatia 9,410. New York State impatia 3,124. Mtu huyo mmoja New York State haibadilishaki matokeo. Ni yale 3,124. Federal imebadilisha matokeo. Imempa 7,453. Hapa imempa 9,000. Lazima achague hapa kwa 9,000 hapa. Unaona, ndo hivyo, lazima uwe mjanja kidogo. Kuna mtu anaweza kaenda kwenye website yako ambayo unaitumia, kumbe website yako imetengenezwa kukata juu kwa juu pasipo wewe kuelewa. Kwa hiyo na hizi website ndio gizi zinatoa pesa. Zinatoa pesa kadiri na gisi imesetiwa. Kadiri na gisi imesetiwa. Sasa malipo yanakuaje kwa nini? Malipo, kwa swali ambao umeuliza kuhusiana na malipo, nategemeana na mtu wako umeongea naye vipi. Bwana, hakuna tax preparer ambaye anajaza
tax na asikuwe na nafasi. Kuna fomu ambayo iko ndani kwa ndani ya IRS ambao unatakiwa uandike muda wako ambao umetumia kwa ajili ya huyo mtu ambao umemfanyia kazi. Kwa hiyo lazima uwe na fee ya tax prepare. Fee yako ndio kama hii. Unaona hii? Hiyo fee summary. Yes. Kwa hiyo lazima uwe na pepa ambayo wewe unatakiwa kuchukua malipo yako ya kazi, kwa sababu hakuna kazi ya bure. Sasa ule muda sisi tunakuja mtu hata kuambia kama nimekuchukua pesa ikiwa ametumia propaganda yake kusema anachukua pesa mkono. Kwa hiyo hata kuambia kuwa nimekata pesa hata kuambia. Sasa anafanyaje wakati amesha kufanyia tax? Mfano acha kufanyia tax, akukwambia kama amechukua pesa na umpatia pesa mkononi, je, atakwambia tena ndani nimekukata pesa? Atakwambia hapana. Sasa wakati mimi nita print zile karatasi, nitakupatia karatasi ambayo haina karatasi ya fee. Kwa nita print, nitaanza kwa karatasi ya 5 mpaka karatasi ya 15 na kupatia zile karatasi, nimetoa karatasi ya fee, wewe usione, lakini tayari fee nimeshachukua. Sasa kwa kuwajua hao wezi wa aina hii tutawajua. Sio hivi sasa ndio umejua. Utamjuaje na wakati wao kuuliza? Na utajuaje wakati wao kukaa na huyo mtu karibu? Nauliza kwa niaba ya mtazamaji. Ndio hivyo sasa. Kwa sababu tunakuliwa pesa, mtu anajaza hata kumbe anakula pesa. Lazima uwe na mtu. Msitukule bwana. Lazima uwe na mtu akwambie. Lazima uwe na mtu na uulize. Sasa hivi watu wamekuwa werevu, kila mtu anauliza. Sasa hivi. Okay. Hakuna mtu anayefanya tax ambaye haulizi sasa hivi. Kila mtu anauliza. Asante sana. Sio kama fee yangu hii. Ndio. Sawa? 300 hiyo kabisa. Unaona hapa? Haijaandika, lakini sasa naenda sasa uone jinsi nitakavyojikata mpaka nipatie mtu matokeo ya pesa yake halali. Sasa haya ndo matokeo yake halali na fee yangu inakuwa hapa. Okay. Unaona? Manake yeye na mkata. Sasa hesabu nitakupatia si ndo hizi hapa? Ndo pesa zako hizi utapata. Sasa nikiprint mimi sita print hii paper nikupe. Okay. Kwa sababu utaenda kujikoroga na mara nyingi naweza nikakuprintia kama na kuona hujui Kiingereza. Naweza nikakupitia nikakupatia, lakini mwisho wa siku tu utakuja siku moja utapataga mjanja tuone kwanza makaratasi yako. Hapo ni Kiingereza cha kusema ni cha kusoma. Ni cha kusoma, lakini sasa kuna vitu ambavyo hutajielewa. Hapa kuna hii, hapa kuna hii, hapa kuna hii hapa. Au sasa hutaelewa za wapi, za huyu mtu ni za wapi, za kwangu ni za wapi, hivyo huwezi kuelewa. Asante sana. Mtu anapokujazia tax kwanza ni lazima kwanza uwepo. Kwa nini akujazie na wewe basi nitumie tu vitambulisho. Alafu yeye anajaza kule, anakata pesa wewe hujui. Tena baadaye anakuambia sasa nipatishie $200. Maana yake anakukula kama vile $, kama ni 600, kama ni 500. Hayo hatuyakubali kwa kipindi hiki. Hatuyakubali, lazima uwe mjanja kabisa. Ndio maana kupitia Didas TV tumeona tuite moja kati ya wahusika wa kuja watuambie. Swali lingine kabisa tusikuchoshe. Wanapojitokeza mfano na tatizo kwenye kujaza hayo masuala ya taksi, anayetaka kuyamaliza hayo masuala ni yule anayejaza aidha yule aliyekuja kwako umjazie? Kukitokea swala la matatizo kama vile ukipata barua kutoka kwa IRS. Kwanza kitu cha kwanza nataka ni clear. IRS haifungaji mtu juu ya tax return. Haifungaji mtu. IRS haipigaki mtu juu ya tax return simu, no. Ukipata hiyo simu, hiyo ni scam. Kutoka kwa IRS. IRS ukifanya ujanja wako, ujinga wako, wakifanya mahesabu yao wakiona kuwa pesa zako zimekuwa nyingi kufuatana tofauti na wao walivyofanya hesabu zako kwa W2 yako au ukiwa na biashara yako, hayo matatizo yatafuata wewe, hata mfuata tax prepare, kwa sababu huku kuna maswali ambayo sisi tunayarespond kufuatana na jinsi tumeulizwa sisi. Kuna swali ambayo inatuambia, je, huyo mtu umemuuliza kufuatana na hiki? Kwa kile ninachokijaza mimi najaza kwa majibu yako wewe. Kwa interview ninaifanya hapa mimi, kila swali ninayojibu hapa ninaijibu kufuatana ni wewe ndio unajibu. Okay. Kwa hiyo inapotokea tatizo haitonifuata mimi, tatizo itakufuata wewe mwenye Sasa inapokufikia wewe tatizo, sasa wewe ndio utanilalamikia mimi na nilalamikia mimi. Sasa mimi nina uwezo wa kusema mimi sijafanya chochote, kwa sababu kila chochote nilichokifanya ulikisai. Ndio maana nikimaliza nitaprint karatasi nitakupa, utasaini.
kwa sababu kile chote ambacho nimefanya hapa umekubaliana nacho. Umeelewa? Ndio maana hata tukienda kotini mimi sitakuwa na shida yoyote, nitasema chochote nilichokifanya nilimpa na akasaini, kwa hiyo muulize yeye. Okay. Unaelewa? Okay. Sasa karatasi zinafikiaje watu? Mpaka karatasi kufikie una madai unadaiwa, inafikaje? Ni wakati mimi naweza nikapenda nipate pesa zaidi kupitia tax return yako. Okay. Sawa? Au wewe unaweza ukapenda upate pesa nyingi kupitia ninachokufanyia. Huo uwezo upo. Na hiyo kazi ipo. Hiyo tunaita, naweza nikafanya nini? Schedule C tunaita kwa hawa wataalamu wao wanaita schedule C. Kwa hiyo ninatengeneza biashara kwenye taksi yako na kutengenezea wewe kitu ambacho kitakufanya wewe na kipindi hauna nacho, na wakati hauna hicho kitu. Kwa hiyo ninapotengeneza ile schedule C ninaweka mambo pale. Naweka vitu ambavyo una lose na edit vitu ya kuwa uli lose, ulifanya biashara kile uli lose, kwa serikali ikupe pesa. Ulikuwa na depense nyingi, kwa serikali ikupe pesa. Kweli serikali inakupa pesa. Ulikuwa labda hapo lazima nani AG yako iwe nyingi, income yako iwe nyingi, afu tuishushe ile income iwe ndogo. Unaposhusha ile income ikiwa labda ukiwa mtumikia 50,000, lazima ile income uishushe ikuwe 25,000. Ukishafika 25,000, serikali inafanya nini? Inakupatia pesa kwa sababu gharama yako ni kubwa, income yako imeshuka kufuatana na jinsi tumeweka. Kwa hiyo hapo serikali ilikuwa labda imekupatia 5,000, itafika direct 13,000 au direct 14,000. Ulikuwa unapata hela. Sasa mimi nikishakutengenezea, nimeshafanya kazi, nimechafua website yangu, lazima kwa 15,000 ulikuwa 7,000, ili lazima nichukue 2,000 au 1,000 kwa pesa yako. Unaelewa? Lazima nichukue 1,000 au 2,000 kwa pesa yako. Sasa hapo nishachafua nini website yangu. Nishaingiza vitu, nishaingiza virus. Ndio. Kwa ajili ya tax yako. Sasa hapo wewe unaenda unafurahia pesa? Pesa kweli zitakuja. Kwa mkubwa wa kwanza zinakuja. Zinaingia. Sasa audit ya tax return na update waza. So na watu ambao wamefanya tax 2023 kama bakupata barua 2025 2026 lazima mtu yoyote ambao uliwekea kitu kibaya lazima atapata barua. Lazima audit itamfikia, atapata barua. Tax ya 2025 hii tuko nafanya 2025, 2026, 2027, 2028 lazima kafika kama kuna tatizo. Lazima ikiwa ulipenda pesa na wakakufanyia schedule C ambayo wewe huna zile documents za proof, wakati IRS hawezi kutumia tu amande na wakati hauja respond ile barua yao. Watakutumia barua, watakwambia bwana, kwa hesabu tulizofanya tuliona kweli ulifanya vitu, lakini tunaomba makaratasi ya ile vitu ambavyo tuliona huku, kwa sababu chochote ambacho mimi nimejaza ni wewe ndio umesaini. Nini ya kujibu hapo sasa? Si proof tu, kwani wao serikali inaomba gani? Okay. Tupatie kile kitambulisho cha income. Income sisi ndio kama tuko na W2, wanakuomba W2, wanakuomba 1099. Ile 1099 ndio karatasi ya business ambayo tutakuwa tumeweka. Kuna form ambao wanaita 1040 iko hapa ya masomo ya wanafunzi. Iko hapa, sijui niangalie. Sijui wanaita nini tena misao. Kwa hiyo kuna zile form ambazo watakuomba ambazo zinafanya wewe income yako iwe high au iwe low. Kwa zile form zile sasa utakuwa hauna nazo. Kama una nazo, si wao wamekushinda sheria. Natakiwa sasa ufanye nini? Kurudisha pesa. Sasa unapokudai kurudisha pesa, ndio maana nikwambia IRS haitakufunga. Itakuacha, hela zinaenda zinakomaa. Mwaka unaokuja utaclaim tena. Wanachukua zile pesa zao, kwa hiyo unakuwa na ane kubwa, ane noire. Tunataka nini? Ane nini? Ane blanche. Mwaka wako umezima. Kwa hiyo mwaka utakuja utakuwa chochote. Kama mimi nilitokea nilifanywa tax na Gabriel année 2021, nilikuja pata barua année 2023, nikaunguza année 2023. Sikupata pesa yote ile. Sasa nilikuwa nimepewa 10,013, lakini nipigwa amande ya 19,000. 19,000. Nikajitetea baadhi ya makaratasi, wakapokea zimoja, ikaja ikashuka, nikalipa 11,000. Kumekucha. Tax yangu ya 2023 tena imepata matatizo. Kuna mtu alinitengenezea 2023. Hivi niko na barua inatakiwa nilipe state. This 2004 ilikuwa baada ya kuongeza mambo ya ovyo. Yes. Hawezi kutumia barua kama wewe hukutaka pesa nyingi. Hawezi kutumia barua. Barua itakayokuja ni labda kufanya justification ya kitu fulani, labda nilikosea mkuandika, ikiwa umepata barua.
labda nilikosea kitu fulani mkuandika, unaweza kupata barua, bwana kwa tuliona hiki hakiko halali na state yetu, kwa hiyo tunaomba justification. Wende sasa lazima tena niingie website, nifungue, niangalie wapi nilikosea. Batakoya wanakuja wananielekeza kabisa sehemu fulani iliandika kitu kitu vibaya. Kwa lazima niende, lakini pasipo kuongezewa historia ya pesa, huwezi kupata barua nyingine ya amande ya nini. Na kingine ambacho kinaweza kufanya wewe ulipe pesa ni mtoto. Ukijaza mtoto, wakishakia wanakutumia barua, wanakuomba zile justification hizo nimesema. Wanaweza kuomba zile proof za kuonesha unaishi na huyo mtoto, address moja. Ndio. Inakuwaje huyo mtoto hivyo? Kwa hiyo lazima utoe justification. Ukikosa zile justification, hapo unaweza kupata amande au wakakunyang'anya zile pesa. Kama watakuwa yakupa, watakwambia hata state zaidi. Watakuwa hawatakupa, lakini ikiwa hivyo. Ndio, ndugu mpenzi mtazamaji, najua unasikia mambo mengi kutoka kwa mwenzetu hapa ambaye ni mmoja kati ya wale wanaojishughulisha na kujazia watu mambo ya claim. Ndio, kuna swala ambalo labda watu wanaweza wakajiuliza, kwa sababu baada ya kuanza kupokea hizi karatasi za W2, mwanzo wa kujaza na mwisho wa kujaza, aidha kipindi kile ambacho serikali sasa inaanza kupokea yale maombi yenu, sasa baada ya kujaza ni wakati hupi? Na kuna watu wana mazoea hii ya kusema sema mimi nitajaza sasa mwishoni. Je, huyo mtu akipata tatizo na kama amejaza mwishoni, unadhani mambo yake yatakuwaje hapo? Karibu sana. Asante sana kwa swali lako la dhahabu. Swali nzuri sana swali nzuri sana. Kufuatana jinsi uliuliza ni muda gani ambao sisi tutaanza kupeleka maombi na kuanza kusubiria hela, na mwisho itakuwa lini kwa kujaza hizo tax ili tuweze kupeleka maombi. Ina maana huu mwezi wa kwanza mpaka tarehe 26. Yaani huu mwezi wa hivi tushaanza kazi. Kama hii ni W2, ndio. Tayari tushaanza kazi, tunafanya kazi. Unaona niko mezani, tunafanya kazi. Kwa hiyo mtu anakuja, nafanya, naweka msystem. Nafanya, naweka msystem, na save. Ikifika level 6, tarehe 26, huu mwezi Januari, IRS inafungua milango. Inakuwa open ofisi zake. Kwa hiyo nikisubmit tu kule zinaenda. Kwa hiyo kuanza hiyo le 26 janvier 2026 mpaka avril le 15 2026, IRS tena inafanya nini? Inafunga mlango. Kwa kesi ya mwisho ya IRS, yani IRS kupokea inatakiwa iwe le 15 avril na midnight. Sasa 6 wamefunga ofisi. Unakuwa wamefunga ofisi. Kwa hiyo kesi yote ambayo utapeleka hapo electronic haiendi, labda utume manual. Na tuandike sasa, tu print hizi karatasi zote, tuanze kujaza kwa mkono, tuweke karatasi, tuandike address ya IRS, tumail, ndio inapokelewa. Na hiyo tukimail manual, majibu yake yanakuwa yanachelewa sana. Hivyo yanachelewa sana. Sasa ikifika kipindi labda mtu hizo tarehe ametuma labda mwisho, kwa sababu tumeshawahi kugundua hapa kuna watu wana mazoea ya kusema mimi nitajaza sana mwishoni hivi, lakini sasa huyo mtu anapata matatizo. Lakini kweli ametuma kabla ya hizo tarehe, mfano 15 za mwezi wa 4, lakini amepatwa na matatizo. Je, jukumu lake la kufuatilia mambo yake yanaweza yakaendelea hata kama wameshafunga? Kuendelea na majukumu ya kufuatilia, atafuatilia hata kama ishafunga. Ina maana kufunga kwao si kwamba wanafunga kuhudumia watu, wanafunga kupokea maombi tena. Kwa hiyo umechelewa. Wamefunga kupokea haya maombi. Kwa hiyo wewe sasa kama una shida ya kufuatilia, ushajaza, ushapeleka, labda pesa zako zimechelewa, labda ndio hivyo umepata mabarua za zinaomba justification. Mara nyingi unaweza ukawapigia simu au ukaweka appointment ya kwenda pale ofisini. Uweze enda ofisini kwao bila appointment. Lazima uwe na appointment. Ndio unaenda kuonana na wao. Ndio. Swali la uchokonozi na hitimisho. Je, unadhani huu wingi wa watu kujitokeza kujaza ni kwa sababu hii kazi wanaipenda sana, aidha kwa sababu nyuma ya hiyo kazi kuna kitu wanachokipata? Mfano wewe, hii kazi unaipenda sana kwa sababu aidha kuna kitu nyuma, alafu unasema mimi niacha nifanye hii kazi.
Sawa, swali nzuri sana. Vijana wanakuwa wengi sana ambao wako associate mwa kazi. Sana. Lakini tena wametuchosha. Wametuchosha. Vijana ni wengi ambao sasa hivi tunaona kwenye mtandao fulani. Ndio. Tax prepare. Fulani tax prepare. Wengine mimi nauliza, wewe kwani asema niko na joke. Wengine wananiambia hivyo. Niko na joke tu ni mitani tu. Comedy. Kwa sababu niona kila mtu yule mkambi naye akasema sema naye ana tax. Yasema ni comedy. Kuna mtu anasema ni comedy. Kuna mtu anasema. Lakini mambo ya kompyuta anaweza kataza biko kambini. Anambia ni comedy. Kuna watu wengine wanaanza kuniambia ni comedy. Kwa sababu mpaka siku moja tu majuzi hapa tuliongea na Itando. Anambia Victor, kuna mwingine yote imeharibika. Kila mtu inakuaje? Anasema mimi sielewi. Nimuulize hiyo swali ya uchoko no? Mimi sielewi. Anasema iko hivi. Kuna watu ambao kama mimi sasa hivi. Ni mwaka wangu wa pili. Kwa hiyo mwaka wangu wa kwanza nilikuwa na watu asikupata matatizo. Sawa? Nimepata ile confidence ya kufanya mwaka wa pili na mwaka wa tatu na mwaka wa nne. Sasa tayari mimi nimekuwa na website yangu. Website yangu inalipia. Unaelewa? Software yangu inalipia. Sasa kama inalipia lazima niwe na wateja. Sasa nikiwa na wateja si kwamba nitafungua kampuni tu nitumikie peke yangu, lazima niwe na watu branch. Unaelewa? Sasa nikishika kuwa na branch ndio nitakuwa napata hela ya kulipia hata website na nini software yangu. Software ni $1,000,000. Wow. Para. Ili wanipatie ile access ya kutuma vitu serikalini. Nitoa mimi. Sasa nikishanunua hiyo, nimetoa pesa yangu nimenunua. Labda mimi hapa nilipo watu wajaniamini, lazima nikikutafuta wewe Ogi, nikikupatia njia, bwana angalia na kupatia details za nini? Za boro ya? Za hii boro yangu na kupatia detail. Bwana utakuwa unaingia hivi, Kufuatana wewe Ogi, kuna ndugu zako hawatakuama, watakuja kwako. Kwa hiyo wanapokuja kwako, website yangu ndio itakuwa inafanya kazi. Na kadri jinsi website inafanya kazi, software yako inavyofanya kazi, na serikali na yenyewe inaona kuwa huyu mtu wanakuongezea zile credit. Wanakuongezea ule usamani. Kwa kumbe huyu mtu amekuja kununua kitu, ana wateja. Sasa ndio maana umeona watu wanakuwa wengi, kwa sababu mtu yuko Texas, ana brush 3-4 seti moja hapa baba, ana wengine brush sijui Kentucky, yani anapeleka business zake nje kupitia website yake. Kwa ndio maana umeona umejikuta wale vijana wamekuwa wengi, ni wamepewa kope na ndugu zao au marafiki, bwana njoo ni kuwa sio mwa boro yangu, najua ndugu zako watakuja kupeleme kwako. Kwa sababu nitakuwa na ile sijui nini, ila atirasio kuambia ndugu zako waje kwangu. Lazima kupitia wewe wawili watatu watakuja kwako. Kwa hiyo unapofanya wewe ndio kwangu, mimi nakugawia. Sasa ndio hiyo sasa hiyo fee. Sasa kama utakuwa unakata kama ni tuwasa. Sana sasa ni tuwasa, juu fee kabisa chini inakuwa ni 300. Kazi unaifanya. Ukikata hiyo 300, 150 wewe 150 nini? Ya kulipia website yangu. Unakuwa na ile motisha kufanya ile kazi. Kwa hiyo ndio siri iliyopo hapa. Ndio maana unaona vijana labda kila mtu ana hivyo. Kwa hiyo mnakuwa na siri ya malipo. Asante sana ndugu mtazamaji kwa kutokurefusha kipindi chetu kabisa. Najua tulianza mwanzoni na kaka yetu Victor Mwibe. Kipindi hiki cha mavuno ndio tunakiita hapa Marekani, kipindi cha tax, na tumesikia mambo mengi tu, ila ni kwako sasa wewe ambaye labda unataka. Tuliona tufanye kipindi kwa sababu ni mwanzoni hivi, watu wanaanza kupata zile W2 kabla kwenda kujaza. Usiwe na woga na usisikie baridi kumuuliza yule anayekujazia, huyu mtoto nani nijazia, unajaza ni kuna uhusiano gani, aidha unajazaji? Kwa sababu kuna hata katika kupata kile kiwango cha pesa kuna kujaza. Mtu anaweza akaenda akakujazia mtoto wa dada yako aseme wewe ni mtoto wako, inakuletea tena matatizo huko mbeleni. Kwa hiyo lazima tuwekane wazi. Anapokwenda kujazia asikutafutie pesa za uongo. Aidha asikujazia aseme wewe unafanya business hapa na wewe hauna business, kwa sababu ya kupata pesa nyingi. Na sisi tunaojaziwa turizike na ile kidogo tunayopata, kwa sababu pesa za tax hazitaturizisha kama vile tunavyowazia sisi.
Kwa hiyo tunashukuru sana bwana kaka Mwibe Baba Legra, na kama una neno la mwisho kabisa labda la kuelekeza kwa wanajamii wanaotusikiliza. Na mimi neno ambalo nataka kupeleka kwenye jamii yetu zaidi hapa kwetu ambao tuko, maneno ni mengi sana haya mambo ambayo tunayofanya. Haya mambo tunayofanya sisi tunawakilisha tu serikali. Sio sisi ambao tunatoa pesa. Kwa sababu lazima watu wawe na elimu fulani. Ndugu zetu wengi hawana elimu kuhusiana na hivi vitu. Kuna changamoto ambayo nilipata mwaka jana, kuna mtu alitumikia 1500 alafu anataka apate hela 1500. Yani ametumikia hela hiyo anataka apate hela hiyo. Sasa ni kitu ambacho hakikuaji hivyo. Ndio maana nimefurahi kwa sababu media imekuja, ni wengi wataiona na wengi watasikia, na nimefurahi. Yani mjisikie huru kututembelea hapa kila mara kwa mara, na tunapokuwa na wateja wetu mnakuwa hapa, mnakuwa mnatuchukua ili tuweze kuelimisha zaidi. Kwa hiyo wajue kuwa unapofanya tax return kuja kuclaim mtoto, si kwamba atakupa hela za ajabu sana mpaka ufikirie labda kwa sababu ulitumikia 1500 na uko na watoto wawili wadogo. Sasa unatumikia pesa ndogo alafu labda 30,000, nitumikia 30,000 na niko na watoto wawili wadogo nitapata 30,000. Hapana, tax return haiko hivyo. Tax return haiko hivyo. Ni hesabu ambao wazungu washatengeneza, tukiingiza vitu vyako, tukiweka, na ndo kama jinsi nimekuonesha, niko na website mbili ambazo niko natumikisha. Kuna moja iko low, kuna nyingine iko high. Kwa sababu zimesetiwa tofauti. Sijui unanielewa? Ninakuelewa. Kwa hiyo ndo hivyo, nimependa kwa ujio wenu hapa. Fikeni hapa, mko huru, ofisi yetu iko wazi muda wote. Tunawakaribisha kuja kuhoji maswali na kuuliza kile ambacho mnachokisikia kiko tofauti. Kuna neno lingine ambalo nimelisikia linaanza kuzunguka kuhusiana na nasikia akaunti za watoto ambao vitu ambavyo vinaimbwa vitu kama hivyo. Trump amesema kuna watoto, wakati mtu anaenda kujazia hiyo form, najua hiyo form inaitwa arofi, itatumika. Tunasikia itatumika kwa sababu sisi tuliambiwa, tunasikia itatumika kuanzia mwezi wa 7. Lakini itakuwa msisteme hii ambayo tuko nafanya hapa ya tax prepare. Kwa hiyo kuna watu wanaanza kufikiria, wanasema ukienda kuclaim, ule mtu ambaye anakuklemea kama hajui hiyo system asikuklemea. Haiko hivyo. Haiko hivyo. System ni hii moja. Ni nani 2021 ulikuwa hapa? Ulipata fanga za corona. Kulikuwa kingine tulifungulisha. Kuna vitu vingine tulifungulisha tofauti na vile uliclaimaka wakati huo. Vile ambavyo uliclaim na ndio kaanza pewa pesa mule mule. Ndio hivyo. Kwa hiyo akili za watu zinaweza kuwa niko nasikia hivi. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho hakipo kwenye system. Kila kitu kiko kwenye system. Basi sikie maneno ya kuambiwa chambo cha watu wa nje. Kwa hiyo ofisi zetu ziko wazi, karibuni tufanye kazi. Ofisi ya Babondo iko East Ferry hapa. Piga simu, namba iko wazi, kila kitu kiko wazi. Karibuni sana ndugu zangu. East Ferry ndio kwenye kuko ofisi ya Babondo Buffalo. Karibu sana, na tuachane na taarifa za kusikia kwenye social media. Mara Trump atapana 2000, mara kutakuwa hivi. Hizo taarifa hizi tuachane nazo. Taarifa sisi wanaharakati ndio kazi yetu. Tunakuja hapa kuzitoa kwa sababu sisi tunasikiliza taarifa kwenye vyombo vya undani na tunakuja kuvitoa hapa kwa sababu huyu rais tunaye anasema mambo mengi lakini hayatekelezi. Na ukifuata hivyo sasa tunaanza kupigia hata simu na watu wa Canada, tunasikia wa mama single wenye wako na watoto, akiwa na watoto wana ndapata dala. Nani nilikwambia hivi? Habari za TikTok zitakusumbua sana. Kupitia Didas TV habari zote unazipata za wazi tu. Mimi ni mwanaharakati na tulikuwa na Victoria Mwibe Kashindi, Baba Legra, na nyuma ya kamera alikuwa bwana Didas TV. Asante sana na Mungu akubariki daima.